Bwana, huu ni mwendelezo wa update za kombe la dunia 2026. Tunakutana hapa kama kawaida kuzungumza mengi sana. Mechi 24 mpaka wakati huu zimeshachezwa, mabao 67 yamefungwa. Lakini moja ya story sasa hivi unaweza kusema ukitazama kundi ambalo Ureno wapo, na wengi waliamini kwamba ni kundi ambalo linaweza kuwa linaongoza, timu ambayo ingeongoza sasa hivi. Wengi walitegemea huenda Ureno ingekuwa hapo, lakini tofauti. Colombia yuko pale juu anaongoza kwa sababu ya ushindi ambao umepata alfajiri ya leo baada ya kushinda bao 3-1. Moja mechi ngumu sana, na kile ambacho wamekifanya Kongo wengi hawakukitegemea. Waliamini kwamba ni timu ambayo wangeoga mabao mengi sana kwa hasira ambazo walikuwa nazo Cristiano Ronaldo. Hata jana hapo tulizungumza, ni moja mchezo ambao anaingia akiwa na pressure kubwa, ama ni mchezo wa namna gani? Torres, namna ambavyo mchezo huu ulimalizika, si moja ya mechi ambao walitegemea zingezaliwa bao mbili tuna kila upande wakipata bao, lakini ni moja ya mechi ambayo imeisha. Nadhani ukienda kutazama rate za game, position kubwa ilikuwa upande wa Portugal automatically, kwa sababu timu inapiga pasi 700, sio kitu kidogo kwenye position. Lakini umahiri mkubwa nadhani wa DR Congo ilikuwa ni kujua namna gani eneo lao la midfield ili siweze kuvurugwa, kwa sababu upande wa pili nadhani jana hapa nilizungumza, kati ya timu ambazo zina rate kubwa na zimeenda kwenye kombe la dunia zikiwa zina idadi nzuri ya wachezaji kwenye eneo la midfield, na inavyoelezwa sasa hivi kwa duniani kwa rate kwamba timu ya taifa ya Portugal yenyewe ndo ina orodha ya wachezaji wazuri sana ambao wanaongoza kwenye eneo la midfield. Bruno Fernandes, Ruben Neves yupo pia kwenye kikosi. Jana hakuhusika na game, lakini unaona wachezaji kama Vitinha jana ambaye pia alilazimika kutolewa. Joao Neves kwenye kikosi, Bernardo Silva juzi tu Manchester City, Real Madrid wamemsajili. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kukutana na wachezaji wazuri sana kwenye eneo hilo la katikati, na ndio silaha nadhani ya kwanza ambayo Roberto nani kocha wa Portugal alitamani sana kuona kwamba timu inafanya kazi ya kusogeza mipira kwenda mbele. Kwa hiyo wachezaji wengi sana ambao walikuwa wameweka DR Congo kwenye maeneo ya nyuma kwa ajili ya kumdhibiti Ronaldo, kwa sababu hawa kina Masuaku ambao wanacheza pembeni automatically huwa anacheza hivyo kila siku, huwa ni Bisaka maeneo ya pembeni, lakini eneo la pale katikati Mbemba pamoja pia na mwenzake, lakini pia kiungo wa chini Mansal naye pia alikuwa apati nafasi ya kusogea kwenda juu, kwa sababu ukimwachia Bruno Fernandes nafasi kubwa ya kurotate anaweza akakupa shida. Na ndio maana ukitazama Portugal kipindi cha pili, Bruno alilazimika ashuke chini sana kwenda kuchukua mipira kwa ajili ya kuanza labda wakiwa wanapiga long balls, na wakaamua tena kutoa wachezaji baadhi ili kuonyesha kwamba speed inaongezeka eneo la mbele. Rafael Leao Neto kuanza vizuri nadhani kwenye kikosi, japo pia alitoa assist ya ile goli la kwanza, lakini kuna baadhi ya movement ambazo nadhani jana DR Congo walijua kuovercome dhidi ya timu bora kama Portugal. Kwa hiyo ni michuano ya pili tunazungumza kwa DR Congo kwenye mashindano. Tangu miaka ya nyuma wamefuzu tena kwa mara ya pili kwenye mashindano, lakini jinsi ambavyo wamecheza mechi yao ya kwanza, mimi natarajia tena kuona wanaweza kufanya hivyo kwenye mechi ya pili dhidi ya Colombia, lakini pia hata kwenye mechi ya tatu wanaweza kupata pia nafasi na kundi walilopo labda wakasogea kwenda mbele. Ni kawaida kabisa, na nadhani wale watu wengi ambao walikuwa na fikra kwamba Cristiano anaweza kufanya hivi, anaweza kufanya vile, bado hizo fikra zinaweza zikawepo, kwa sababu game moments zipo. Nakumbuka Ronaldo kwenye ile orodha ya ufungaji bora, yeye ana magoli 8 kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe kama mchezaji ambaye huwa ana spirit, na umeona pia baada ya game tamko lake inaonyesha kwamba tutarejea kibabe. Lakini DR Congo jana walijua kuadhibiti vizuri sana. Nadhani eneo la midfield ndio liweza pia kucheza vizuri kwa kutokuwapa nafasi na ile mipira ambayo Ronaldo aliishika. Ronaldo jana kagusa mipira 25 tu. Yani mipira mechi nzima kwenye pasi 700 Ronaldo kagusa mipira 25. Tunasema touch 5 kagusa ndani ya box, ambazo zote zilikuwa hazina faida kwake. Yes, 2 alipiga shoot zikatoka nje, lakini zingine zote zilikuwa hazina faida. Kwa hiyo jana DR Congo nadhani walicheza vizuri zaidi.
Mechi ya leo asubuhi ambayo Colombia anapata ushindi wa bao 3-1 imetamatisha mzunguko kwanza kwenye makundi yote, kwa sababu ni mechi kutoka kundi K. Kundi A naanza kutima vumbi usiku wa leo. Afrika Kusini wako dimbani. Hapa tunasema vibonde wanakutana. Kwenye kundi lao wote hao ndo wana alama 0 kwa sababu kila mmoja alipoteza kwenye mechi yake ya kwanza. Na alichojichanganya zaidi, Afrika Kusini alianza mechi yake dhidi ya mwenyeji. Usiku wa leo ana nafasi ya kufanya chochote kitu ama bado nafasi ni ngumu kwa Afrika Kusini? Na ukienda kuangalia record ya Afrika Kusini kuelekea kwenye michuano ya World Cup ni mbaya. Licha ya kupoteza mechi ya kwanza kwenye World Cup, lakini wana mechi 5 nyuma karibia ambazo hawajapata matokeo mazuri. Kwa hiyo rate ni mbaya wao kwenda kwenye michuano, lakini wanaenda kucheza dhidi ya timu ambayo Czech Republic, ambayo miongoni mwa kitu ambayo ni silaha ya kwanza kwao ni mipira mirefu. Wana hiyo faida kwa sababu ya height ya wachezaji. Yaani tunazungumza hata pia kwenye mechi ya kwanza kama ulitazama dhidi ya South Korea, ni kitu ambacho pia walikuwa wanafaidika nacho kwa sababu ya hiyo urefu na wachezaji pia kuwa na speed kubwa kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo Afrika Kusini kwenye mechi ya kwanza vitu vingi ambavyo walikuwa wanavifanya licha ya wenyeji wa Mexico, lakini wao wenyewe walikuwa wana timu ambayo iko stable. Wanapata kadi 2 za njano, Sipero pamoja pia na Nzwane ambaye na yeye pia alikuwa na impact kubwa kwa sababu baada hata yeye kuingia red card ndio kaipata, lakini involvement kwenye game haikuwepo kabisa kwake mwenyewe. Kwa hiyo naiona timu ambayo ita bounce back ikiwa strong, wakina Modua, wakina Modau, wakina Modiba wanaweza wakaja vizuri na bado pia wakawa na impact nzuri uwanjani, lakini ni mechi ngumu sana mzani kwa Afrika Kusini. Na kama leo pia akipoteza, basi safari yake inaweza ikawa moja kwa moja kabisa kuondoka kwenye michuano, na labda ikawa ni timu ya kwanza ambayo itaaga mashindano haya mapema kabisa. Lakini ambacho natarajia waweze kubadilika, wana wachezaji ambao wanacheza nje pia, wakina Ben Foster wapo kwenye kikosi ambao wamekuwa na improvement nzuri sana kwenye kikosi kama cha Burnley, lakini wachezaji wao wengi ambao wanawategemea ni kutokea pale ndani na vilabu pia vya ndani ambapo vinazalisha wachezaji. Kwa hiyo utulivu ni silaha ya kwanza. Wanacheza dhidi ya timu ambao na wenyewe kwenye mechi ya kwanza walipoteza. Na wenyewe pia wanatazama mechi hii kama mchezo wao ambao unaweza kuwanyanyua. Timu 24 ambazo zitapita, timu 8 ambazo zinaweza zikapita kama best loser, Czech Republic pia wanaitazama hiyo nafasi. Kwa hiyo nadhani ni must win game kwa Afrika Kusini, lakini pia must win game kwa Czech kwa ajili ya kupata hiyo nafasi ya kusogea kwenda mbele. Lakini Afrika Kusini inahitaji kuwa makini sana kwa hiyo. Tumeshamaliza mzunguko kwanza. Leo rasmi tunarudi kwa ajili ya mzunguko wa pili, na kutoka kundi A Afrika Kusini pia akituwakilisha vizuri. Naweza akafanya nini miongoni mwa timu kutoka Afrika? Wengi walikuwa wanaisupport Mexico kwenye mechi ya kwanza kama ambavyo wengine walijitokeza kaisupport Morocco, lakini hawakufahamu nini ambacho kinaweza kikatokea mara baada ya mchezo huo kuweza kumalizika. Leo matokeo kwa vipi? Tutaendelea kuzungumza hayo yote na kupitia vipindi vyetu tofauti vya michezo. Tutaendelea pia kuketi hapa kwa update kila ambacho kinajitokeza kwenye kombe la dunia 2020. Sasa mimi naingia kwa Notorious.